tuchunguze iwapo swali hilo limejibiwa inavyostahili au la. Mwalimu, mimi niliuliza swali na nikauliza swali kwamba hilo andiko kweli akatoa stima imeenda, ile kitu imetokea ile pepo one two. Naam. Pick one. Unasoma gazeti. Ulikosa kufuta chini. Mimi nataka nifike pale chini. Tunaomba radhi kwa hitilafu hiyo. Tuko taangalia mic yako kama iko sawa. 1 2 sawa. Swali mimi niliuliza swali. Badala ya kujibu swali akataka kujinusuru kwa Mathayo 10:34 kwa sababu pale kumetajwa upanga na huko hakukutajwa upanga. Sasa akadanganya hapo watu ya kwamba upanga ni neno la nani? Mwalimu, kachonjo, upanga ni neno la Mungu. Sasa tumuulize Yesu, je, kweli upanga ni neno la Mungu? Luka 2:36 mpaka 38. 12:22. 30 ngapi mwalimu? 36 mpaka 38. Inasema kama ilivyoandikwa. Alafu tuone kama haya maneno ambayo ameambia watu wa hapa ni ya kweli. 22:36 Luka. Akamwambia Yesu akamwambia, lakini sasa mwenye mfuko na achukue na mkoba vivyo hivyo, na mwenye mkoba hivyo naye asiye na upanga na auze joho yake akanunue. Kwa kuwa asiye na upanga fanye nini? auze joho yake anunue panga. Anunue upanga. Anunue neno la Mungu ama upanga? Endelea inasema na auze joho yake anunue. Kwa kuwa nawaambia haya yaliyoandikwa hayana budi kutimizwa kwangu, ya kuwa alihesabiwa pamoja na wahalifu, kwa sababu yanipasayo yanao mwisho wake. Wanasema Bwana, tazama hapa pana panga mbili. wakasema kuna nini? Panga mbili. Kuna neno la Mungu mbili ama panga mbili? Panga mbili. Akawaambia basi. Akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenye atajitenga nao. Tulia mwalimu, imeshaeleweka. Akaongea kuhusu mambo na uchawi. Hebu nisomee Isaya 2:6. Isaya 2:6. Inasemaje? Inasema kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Isaya 2:6. Inasemaje? Inasema hivi, kwa maana umewaacha watu wako, nyumba ya Yakobo. Kwa maana nyumba ya Yakobo wameachwa Kwa sababu wamejaa vitu vya kutoka mashariki. Wanafanya uchawi. Kwa hivyo wachawi ni wakina nani? Wakristiano. Inaendelea inasema wanashangaa familia. Inaendelea inasema na watoto wengi Anasema muda umeisha. Umejua niliambiwa ya kwamba nianze kuheshimu ile title. Asante Profesa kwa operesheni hii ambayo umefanya, tunashukuru.
ni zamu ya mwalimu wa Kikristo kuuliza swali. Dakika 3, hatutapoteza tapunje la dakika. Tafadhali saidie maiki hiyo ingine huko. Msomaji huko. Hujapata maiki? Nipo. Isaya 2:6 hiyo ulikuwa umesoma. Profesa, angalia vile unasoma andiko. Hapo unasoma wa Kristo. Hiyo inahusu watu wa mashariki. Yaani ni wale watu wanazunguka Israeli. Hapo sasa unasikia vile na kupiga andiko twende. Tena inasema imewaiga wao ndio wako wanaiga huko kwa uchawi. Baada hii inaweza kwende. Inasema 2:5 alafu 6 inasema enyi wa nyumba ya Israeli njooni. Twende katika nuru ya Bwana. Maana wewe umewaacha watu wako, nyumba ya Israeli kwa sababu wamejaa kawaida za mashariki. Kumbe hizo kawaida ni za wapi? Huko east. Sio za Israeli? Wale mji mashariki ya kati ni. Wanaenda kidogo, nao ni wapiga ramli kama Wafilisti. Wafilisti ndio wapiga nini? Ramli. Wafilisti ni watu gani? Ndio Wapalestina au mnabara mjui? Wapalestina ndio wanaita. Wafilisti wa zama hizi. Kama hawajui bali ndio wangu. Niko. Ni wakati wa swali sawa Hebu nipatie kwa nani Biblia kwanza. Nipatie Biblia 28:18 Mathayo. 28:18 Mathayo soma. Yesu akaja kwao akasema nao akaambiwa, nimepewa mamlaka yote safi mbinguni na duniani. Sawa Ndio. Sawa 188 Qurani. Inasema sema Muhammad, sina mamlaka kwa Muhammad. Hana nini? Hana mamlaka ya kujiondolea madhara wala ya kujipa nafuu. Subiri. Walimwangu swali liko hapo kabla sijakwenda pengine sawa Ndio. Naomba mamlaka yote ambayo Muhammad alikuwa ndani ya Qur'an. Moja. Sawa Si Mwenyezi Mungu kwamba mtume wake mamlaka amtakaye. Akamtaka akampa huko. Asijipite kwa 59 huyu. Hebu soma ya 59 kwanza nifanyie operation. Hapo ndio wanakuja. Kazi ipo twende. Kidogo nifike pale 59:6. Inasema 59:6 na mali aliyoleta Mwenyezi Mungu kwa mtume wake kutoka kwao hamkuyaendeshea mbio farasi wala ngamia. Safi. Lakini Mwenyezi Mungu huwapa Mwenyezi Mungu huwapa mamlaka mitume yake juu ya wote awatakao. Kumbe akaeni kwa kila mmoja, yule anemtaka ndiye anampa nini? Mamlaka. Wapi alimtaka Muhammad, wapi akampa mamlaka hiyo mtume anayemtaka. Wapi alimtaka, wapi akampa. Mwenyekiti nimeeleweka Kwa hiyo aya nimeua wala haina ujanja. Wapi alimtaka, wapi akampa. Karibuni. Mamlaka Muhammad hata moja kama shindano twende. Asante. Swali limeeleweka liweze kujibiwa kwa muda wa dakika 5. Msomaji. Kwanza Onyango alikuja kusafisha uchawi, si ni kweli? Kwanza nisaidie Ezekieli 5:2 hapo. Ezekieli 5:2. Wenyewe wamehama mada wakaenda kwa uchawi. Wacha tuwaitoe huko. Tumzima unaenda kujificha kwenye shamba la njugu. Ezekieli unawekwa nyumba unaruka juu. 5:2 unasemaje? 5:2 Ezekieli. Twende. Kelubi moja inasemaje? Nawe mwanadamu jipatie upanga mkali. Ujipe nini? Upanga mkali. Hiyo upanga wamesema ni nini? Ni neno la Mungu. Kama wembe wa kinyozi. Malisa ujipatie ukaupitishie juu ya kichwa chako. Wewe wa Kristo inatakiwa wenyewe na nini? Wamesema ni neno la nini? La Mungu. Baada ya kunyoa nini? Enda mstari wa 3 inasemaje? 3 inasema nawe chukua nywele chache. Ukimaliza kujinyoa chukua nywele chache katika hizo nywele na kuzifunga katika upindo wa nini? Wa vazi lako. Hiyo sio irizi. Hiyo ni automatic. Hiyo sio irizi. Automatic. Ukinyoa uchukue hizo nywele kidogo ufunge katika nini? Hata tukichunguza hizo viuno naona hata hayo. Sasa msomaji, hebu nisaidie hicho kitabu cha hebu soma juu. Inasema hivi.
Inasemaje? Wewe ni kitoweo siku hizi. Umeambiwa wafanye mairizi. Twende na baraka 20. Ndio maana irizi kanisani zimejaa. 23. Soma 21:107. Inasemaje? Na hatukukutuma ila kwa rehema za ulimwengu wote. Akasema Muhammad alifanyaje? Alishokwa, si kweli? Mwalimu taalimu yake mzuri sana taalimu. Inasema ni mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliotangulia kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mtume aliyetangulia alipelekwa kwa kabila yake. Alipelekwa kwa kabila yake. Ndio maana Israeli na taifa lake tu. Taifa yake tu. Maliza. Muhammadi. Rudia tena. Muhammadi. Maliza. Peke yake. Anafanya nini? Aliyepewa utukufu. Kupelekwa kwa watu wote. Hebu nione wale sio mtu kusitana mkono. Hebu watu nione ambao wametumwa kwa Muhammad ametumwa. Nione watu. Hawa ni wanyama. Ni wanyama hawa ndio wale mbuzi. Wapeleka msituni. Wale mbuzi. Wale chawi 8 6:3 Matendo. 13 Matendo. 6:13 inasemaje? Kwa sababu ya muda hiyo hadithi nitakuja kusafisha baadaye kwamba Muhammad amerogwa. Mwalimu umejibu kashika. Kama Muhammad amerogwa na Yesu amelaaniwa. Utakuja tuone nani ambaye alikuwa 6:13 6 au 6:13 Inasema inasemaje? 13:6 mwalimu al-Karimu. Wacha nifike. Kitabu cha 13:6 Matendo. 13:6 inasema walipokwisha kupita katika kisiwa chote cha Pafo. Walipokuwa wamekwisha kupita katika kisiwa chote cha Pafo, wakamuona mtu mmoja mchawi. Wakamuona mtu mmoja nani? Mchawi. Twende. Nabii wa uongo. Nabii wa nini? Wa uongo. Maliza. Myahudi. Tena huyo nabii ni nani? Myahudi. Maliza. Jina lake. Yesu. Yesu ni nani? Chawi. Yesu ni nani? Chawi. Ushindwe. Wamecheka. Asante mwalimu sanifu. Na sasa amechukua dakika 4 na sekunde 44.2. Mwalimu wangu ataingia katika uwanja kufanya operesheni iwapo swali lake limejibiwa au la. Mwalimu wangu anzia hapo. Mwalimu ipo unadunga na unaendelea kusomaji. Hiyo Matendo anzia. Safi. Acha nipe Farisi alichukua hajarudisha. Farisi. Amechukua kufanya nini? Farisi haikupatikana msana. Alisema not for sale na hana. Wanauza. Ukienda Mombasa kwa mezani Waislamu wanauza vitabu. Maduka yao nimepanga laini huko. Alafu huyu msomaji wake kiti imekuwa moto, hawezi soma kama amekaa. Haya, mwenyekiti anza kunisomea sasa. Safi, nimeanza. Haya, kwanza msomaji nipo. Swali liliuliza wapi andiko Mungu alimkubali Muhammad akampa mamlaka. Ameenda kutoka kutoka kwa hata waandishi wa Waislamu wenyewe, si Mungu na malaika. Ndana ni kando. Sasa msomaji photocopy ile tabaki watukufu. Ati watukufu. Sasa msomaji ndio. Kwa hiyo umeelewa. Hebu sikizeni kwa makini, wanajibu na vitabu vya nje. Sio Mungu na malaika. Wao wenyewe wameandika. Kwa hiyo wasikumia Muhammad cheo bana. Anasema Yesu mjane. Soma andiko Matendo 13:6. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi. Nani huyo? Nabii wa uongo Myahudi. Mtu ni mchawi, nabii wa uongo. Jina lake nani? Jina lake Yesu. Anaitwaje? Anaitwa Yesu. Hiyo bara alificha huyu. Yeye anasema ni Yesu. Mbona vile uongo? Mamaji, nipo. Qur'ani si. Hai tumekataa mwenyekiti. Ndio. Najua Muislamu akikusoma hii mpaka iseme nipe mimi. Pata profesa. Hatari sana. Upeleka makabuni hapo kwa yangu. Nipo. Qur'ani 6:692. Qur'ani 6:92 inasema hivi. Na hii Qur'ani ni kitabu tulichokiteremsha chenye baraka nyingi, inahakikisha yale yaliyokitangulia, na ili waonye watu wa mama wa miji ya Maka. Nyinyi ni wamama wao. Tena watu gani msemaji? 34:44 kwa wale wa Waarabu, ndugu zangu profesa. Wewe unaona maana
twende. 34 44 twende. inasema hivi. Safi. 34:44 Qur'an inasema wala hawa Waarabu. Wao nani? Hawa Waarabu. Maliza. Hatukuwapa vitabu kabla Ya nini? ya kitabu hiki. Kumbe kitabu kinakuja kwa watu gani? Waarabu wale wakuza mafuta. Hebu nione Mwarabu wa mkono juu. Subutu. Wewe Mjaluo unaenda kufanya nini na kwa Mwarabu? Ah, siwezi Mwarabu. Hapo unatafuta nini Huyu Mjaluo wa Kakamega huyu. Achana na Waarabu leo hii dini ya Waarabu achana nayo vijana. Mwingine wa Mumias. Wanajiita Waarabu. Yaani Mungu anasikia tu Kiarabu mswaji sawa Ukitaka kusema Kiarabu, Kijaluo asikii. Kijaluo asikii. Kwa profesa anapiga swali yake jioni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kiswahili asikii? Asikii. Achana na mimi ndugu zangu wangu. Nipo. Tunataka kuendelea na wanamalizia hapo dakika tatu ni chache. 17 18 wanamaliza. inasema hivi. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, Bwana Yesu, nami vivyo hivyo Bwana Yesu, naliwatuma hao wapi? ulimwenguni. Na tunaambia Qur'ani imesema Muhammad amefanyaje? Sawa Sio sisi ni Qur'ani sawa? Alisema anakuja kusafisha. Safisha Mungu wako si mimi. Safisha Mungu wako. Si mimi. Mwalimu. Imeisha. Haya, kila anauliza. Muda wa dakika 3 zimekwisha. Na hapo tumemaliza sehemu ya maswali. Iwapo kungalikwepo, tungalitarajia sana yeyote ambaye alikuwa anatusikiliza. Imekuwa pande zote. Ni nyinyi mlianza. Iwapo kuna yeyote ambaye anaweza kuwa na swali kwa Muislamu au swali kwa Mkristo, apewe dakika 1 ulize swali yeyote tu, kwa wale ambao walikuwa wanasikiliza. Na iwapo hamna, kwa sababu muda nao umeyoyoma, tunamalizia hapo, na ningalipenda nimwalike mwalimu mmoja atoe neno la maagano, kwa sababu haya sawa. Sawa kwa Msiwe na wasiwasi na muda. Sisi tuko hapa, hatuna mahali tunaenda. Tunataka watu waelewe nini tunafundisha. Sasa nimepewa muda kuuliza swali msomaji. Na subiri kidogo. Nimesubiri mwenyekiti. Kidogo niweke saa. Tulikuwa bado tunajadiliana kuhusiana na mambo mengine ambayo ni sharti tuweze kujua. Sawa, uko huru kuanza kuuliza swali. Sasa msomaji, niulize swali alafu nisafishe kitu hapo. Nisaidie maswali 12. 12 inasemaje? Umegonga ndipo. Nenda madhali kwa sababu muda ni mchache, nenda mstari wa 5. Mstari wa 5 inasemaje? Au tenashara. Hao wanafunzi 12. Twende haraka msomaji. Nasema mwalimu. 15 inasema au tenashara. Hao wanafunzi 12. Au tenashara. Hao wanafunzi 12. Yesu aliwatuma akiwagizia akisema katika mji katika njia ya mataifa msiende. Katika njia ya mataifa msiende. Wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Wala katika mji wote wa Samaria. Wa Samaria ni maana nje ya Israeli. Afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumbe Yesu anawaambia wanafunzi wake washike njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya nini? Israeli. Sasa tuwaulize wanafunzi wakuwa nje ya Israeli, walifuata maagizo ya mwalimu wao au waliyakataa? 11-19 Matendo, niulize swali. 11-19 Matendo. 11-19 Matendo. Inasemaje? Basi wale waliotawanyika. Sasa wale wanafunzi waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki
kwa nini wanafunzi wake walipotoka nje ya Israeli hawakuhubiri injili kwa kila mtu isipokuwa Waisraeli peke yao wakati wako nje ya Israeli? Sasa swali limeeleweka eh? Dakika ngapi zimezalia? Sekunde 30. Soma hapo Qur'ani 26:214. Akasema kwamba Qur'ani imepewa iwaonye wamama wa Maka. Qur'ani haisomwi kikanisa Onyango. Wapi mwalimu? 22:214. Soma 214. Inasemaje? 214 nasema na waonye kina nani? Jamaa zako walio karibu nawe. Kumbe tunatafuta habari za Muhammad kuonya ama habari za Muhammad kutuma? Tunatafuta utume wa Muhammad ama habari za Muhammad kuonya? Utume wa Muhammad kuonya uko ndani ya kazi yake. Sasa msomaji, sasa nisomee ufafanuzi. Ufafanuzi unasema Mtume Muhammad kabla ya kupewa amri ya kuangalingania watu wote alifanya nini katika Uislamu? Maliza kwanza, aliletewa amri hii. Kwanza aliletewa amri gani? Amri hii ya kuwalingia jamaa zake. Kumbe aliambiwa wote na watu wake, jamaa zake, si ndio? Waliokuwa karibu naye. Mtume akawakusanya wote chini ya jabal. Umeenda sana, karibu dakika 4 tafadhali. Swali limeeleweka na hatutakuwa na muda wa kufanya operesheni. Kwa hiyo swali wapi lijibiwa au la, kwa sababu ya muda. Kwa hivyo mwalimu Nyango, shika hatamu dakika 5. Jana ananifurahisha huyu. Anajikaanga msanifu. Kwa nzuri ile anaenda kusaidia. Kwanza nukta Nairobi. Yesu alikuwa ni profesa, anajua kupanga kazi. Alipanga kazi makundi mawili wanafunzi. Msomaji, nipo 15 makaini kundi la kwanza. Sikiza Yesu mwenyewe. 15 makaini nasema, wacha nikusaidie. Hawa tenashara Yesu aliwatuma. Yesu alikuwa na 12, tenashara ni 12. Twende. Aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende. Subiri, kwa hao 12 msomaji, ndio walikuwa waende kwa nyumba ya Israeli. Sawa ndio. Ndio ndio walipoenda kule Israeli waongoza waende kwa Israeli peke yake. Maana wametuma wapi? Israeli. Sawa ndio. 11 Luka. Sikia vile tunaenda kupanga. Yesu ni mwalimu bora. Lakini kwa mama ndio kuna hata moja. Twende. Basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70. Baada ya wale 12 Yesu akachagua wengine 70. Akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji, alafu na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Kumbe kuna wengine msomaji waliambiwa hubiri injili kwa dunia yote. Kwa hiyo 12 kwa nyumba ya Israeli, 70 kila mahali. Swali lako limekufa kifo cha mende, labda uje na ingine kesho. Mwalimu wangu, nipo. Hiyo matendo alisoma 11:19 tena majibu hapo. Inasema basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano. Kumbe ni wale waliotawanyika kwa sababu ya dhiki ya Stefano, yani Stefano alipopigwa mawe. Unaona mzee vile anajimaliza, wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ile kwa Wayahudi peke yao. Hiyo ndio alikwambia hapo Namba chini hapo. Lakini baadhi ya hao walikuwa watu wa Kipro na Kirene. Walikuwa kumbe watu wa Kipro na Kirene. Nao walipofika Antiokia wakasema na Wayahudi wa Kiyunani wakihubiri habari njema za Bwana Yesu. Hiyo ndio vile Biblia inasoma. Wale wangu ndio kijana ametoa ndiko nzuri sana, sawa Kumbe Muhammad ametuma wao jamaa zao nuclear family. Na nyinyi ni jamaa zake mtakao. Hebu ngine nipo ametoa 26:214 soma. Barikiwa sana kijana. Na uonye jamaa zako. Muhammad anaenda uonye si wa Kenya wa watu hapa, hapana. Uonye jamaa zako. Tena si ambao wako wapi? Walio karibu nawe. Walio karibu na nuclear family. Nuclear family sawa ndio. Asiondoke nje. Kwa Muhammad ndio kwa watu wote ni jamaa zake. Walio karibu naye. Wao ni jamaa yake. Ndugu zangu leo nasoma andiko msomaji. Huyo ni wa Mumias huyu. Huyo sio jamaa yake. Qur'ani 35:24 soma. 35:24 namalizia na hapo twende. 35:24. Barikiwa sana. Kweli jamaa zake. Ndio sisi Muhammad mtuma kwa watu wote jamaa zake. Bila shaka sisi tumekutuma, tumekuleta kwa haki ili ubashiri na uonye. Alafu na hakuna taifa
taifa lolote, ila alipita humo mwonyaji, mtume kuwaonya. Kumbe mataifa yote yalikuwa yameshapata manabii, sawa Ndio. Kasoro jamaa za Muhammad. Upo? Nipo. Tunamalizia na Yesu msomaji. Ndio. 4:14 baraza wanasoma fast John. 4. Mwokozi wa dunia ndio twende. Inasema na sisi tumeona, alafu na kushuhudia ya kuwa Baba, yani Mungu amemtuma mwana ambaye ndio Yesu kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kumbe ukitaka mwokozi wa dunia mchagua Yesu. Ndiye mwokozi wa dunia. Ukichagua Yesu Muislamu unapona. Tushaona Muhammad amekubali msomaji, sawa Ndio. Yesu anarudi. Kufanyaje? Kuhukumu, kufufua yote. Ni kazi ya Yesu. Muhammad pia anafunga. Jamani, chagueni wapema Muislamu. Yesu ndio huyu. Mfuate bwana kabla hii siku haijaharibika, giza lijaingia pale kiama mtakuwa pabaya. Mwalimu mwenyekiti, naomba nikwame hapo kwa ajili ya muda. Niweze kukwamia hapo. Hata dakika zangu zitapata kama 2 na ziacha bonus. Karibu mwenyekiti. Haya. Asante. Naarifiwa kwamba na waelekezi kwa sababu ya maswala ambayo hayawezi kuepukika, ni Wakristo walistahili kuuliza swali na mtatuia radhi kwa sababu ya usimamizi wa hapa na maelekezo ambayo tumepewa kwamba tumalize wakati fulani, tunastahili kuwa watunza saa. Sasa kesho, ndugu zetu Waislamu, tafadhali mje mapema kwa wakati unaostahili ili tusikuwepo na hali ya sitofahamu kama inavyokuwa wakati huu. La sivyo, tunawashukuru sana kwa kuitikia mwito, na ningependa mmoja wenyu atoe neno la maagano kwa dakika moja tu ama kwa sekunde 30 na atie dua, kisha tumalize. Kisha baadaye mwalimu Enoka utakuja utoe ombi la mwisho. Tafadhali karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nimeambiwa nizungumze dakika moja. Kwanza hizo dakika moja nitawashukuru wote ambao kwamba wamefanikisha hii hafla ambao kwamba watu wanajua ukweli na wanajua sehemu ambao kwamba sio ya ukweli. Labda mimi niwaambie kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu yashahukumiwa na hakuna yeyote ambao kwamba anaweza kubadilisha. Kwa hivyo huu mhadhara unasaidia sana yule ambao kwamba labda alikuwa na shaka juu ya Uislamu, ameona maneno yote ambayo kwamba yamezungumzwa hapa. Ila mimi kitu niseme kwamba Qur'ani haisomi namna mnavyosoma hivyo. Qur'ani haisomi namna mnavyosoma hivyo. Imeisha. Qur'an kwanza haiendi hivyo. Kuna vitabu au kwamba tunategemea kwa tafsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utujalie katika wale ambao kwamba umeongoza katika njia iliyonyoka. Utuonyeshe haki tuweze kuifuata, utuonyeshe batili tuweze kuepukana nayo. Utujalie kesho tuweze kufika hapa ili tuweze kufundishana. Tunaomba haya tukijua kwamba wewe ndiye mwenye kutekeleza. Amin. Asante sana. Mada ya kesho ni je, Yesu kafa msalabani na